أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kiongozi wa umma, nabii wetu kipenzi chetu, mtume wetu, profesa na ndiye kiongozi wa zama hizi za sayansi na teknolojia, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tuko siku ya mwezi 20 Ramadhani. Niwashukuru sana viongozi wa msikiti pamoja na madrasa na ndugu yangu Maalim Mahmud na timu nzima ambao wamenipokea katika mji huu wa Mombasa ili niweze kupata fursa ya kuzungumza na Waislamu, na mimi nikatoa mchango wangu wa maneno katika kuichangia, kuielekeza jamii juu ya kuifuata na kuitambua Qur'ani na kuupenda na kuukubali Uislamu katika maisha yetu ya kila siku. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, awahifadhi, awafanye viongozi bora duniani na akhera. Ndugu zangu, nikushukuruni Waislamu ambao mmehudhuria katika darasa hii ambayo nimepewa fursa ya kusema muda ni utakao, lakini nitajitahidi kusema kwa kadri Mungu atakavyowezesha, kwa sababu baada ya salati la asri na darasa nyingine, na kama mjuavyo tuko katika mfungo wa saumu. Kwa hiyo energy inakwenda sana, na kama kuna siku Mwenyezi Mungu ameniwafikisha mimi kufanyiwa detoxification vizuri, basi siku ya leo. Yani naiona ile saumu inafanya detoxification ipasayo, kwa sababu takasumu zinaondolewa sawa sawa mwilini kwangu. Dalili ya kutambua kwamba takasumu zinaondolewa sana katika mwili wako, ya kwanza ni kupandisha joto la mwili. Joto hili huyayusha sehemu ya mafuta yaliyoganda ambayo yanatokana na mabaki ya chakula. Ile 25% ya matumizi ya chakula yanayobaki stocked katika mwili, yanapoyayushwa mafuta haya, hatua mbili hutokea katika mwili wa mwanadamu. Ya kwanza ni kupanda kiwango cha joto, na ya pili kupata uchovu wa aina yake. Hali hii inapokutokea ukiwa katika saum, ndio unapata lengo kamili la saum, yani natural detoxification. Kwa hiyo niseme tu kwamba leo ni miongoni mwa siku ambayo mwili wangu umekubali kupata hiyo tiba ama usafishwaji wa sumu utokanao na mabaki taka ya vyakula yaliyorundikana kwa muda wa mwaka mzima uliopita. Ndugu zangu,
kama ilivyotanguliwa kuzungumza kwamba leo tutakuwa na darsa ya kina baba baada ya darsa ya kina mama ambayo tuliifanya siku 2-3 zilizopita. Japokuwa darsa ya kina mama imepata fursa ya kuongezewa muda, Allah subhanahu wa ta'ala akipenda, siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa ya tarehe 6 ya tarehe leo tarehe ngapi? Leo tarehe ngapi? Tarehe 5. Nadhani itakuwa Jumapili ya tarehe 10 mwezi huu wa 6. Wa 6 wa 5 wa 6. Kwa hiyo tarehe 10 mwezi wa 6, Mungu akipenda, basi katika ukumbi wa Bin Zaidi pale tutakuwa na darsa kubwa ya kina mama pamoja na dua maalum. Kwa hiyo kwanza nitumie fursa hii kuwaombea radhi na ruksa kina mama, muwaruhusu kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana wake zenu na watoto wenu ambao wameshakuwa matured baligh, ambao wameshatimiza miaka 18 na kuendelea, tunawataka kwenye darasa hiyo. Tuseme inshallah. Dhamira ya msingi ya darasa hiyo itakuwa ni kuzungumzia mambo makubwa mawili, na jambo la tatu litakuwa ni dua maalum. Mambo tutakayozungumza ni mada ya njia za uzazi wa mpango, faida na madhara yake, pamoja na magonjwa 17 yanayoathiri afya ya mwanamke duniani. Mada hiyo itakuwa na faida kubwa sana kwa kina mama wa Kiislamu, na wasiokuwa Waislamu pia wanaalikwa, ili mradi tu tiketi yake awe na jinsia ya kuwa yeye ni mwanamke. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremshwa Qur'ani. Usiku wa Lailatul Qadri ambao natajwa kuwa ndio usiku wenye cheo, usiku wa cheo, ama ukipenda usiku wa budget, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio muda alioiteremsha Qur'ani kuja katika samai dunia kwa pamoja. Usiku huu ni miongoni mwa masiku bora kabisa duniani, kwa sababu ndio usiku ambao umeteremshwa muongozo wa dunia, ambao ndio unaongozwa na mtume wa mwisho, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani hii baada ya kuteremshwa katika samai dunia, ikawa inateremshwa vipande vipande kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 23. Miaka 13 Qur'ani iliteremshwa katika mji wa Makka, na miaka 10 Qur'ani iliteremshwa katika mji wa Madina. Katika mji wa Makka Qur'ani ilishushwa kuanzia mwaka wa 611, na lilikamilika zoezi hili mwaka wa 623, na Qur'ani ilishuka sura 86. Baadaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahama kutoka Makka kwenda Madina, akaishi huko kwa muda wa miaka 10 kabla ya Mwenyezi Mungu kuutoa uhai wake na kuwekwa katika barzakh. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina aliishi kwa miaka 10, kuanzia mwaka wa 623 hadi mwaka wa 633, na hapo Mtume aliteremshiwa sura 28. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa sura 86 Maka na sura 28 zimeshuka Madina. Jumla ya sura zote za Qur'ani zinakuwa 114. Qur'ani imejazwa katika juzuu 30, yani hizi sura 114 zimepangwa katika juzuu 30. Qur'ani sura hizi 114 zina aya 6236. Sura hizi 114 zina maneno 76,440. Qur'ani sura hizi 114
zina herufi 322,373. Ndiyo kusema kwamba Qur'ani ina juzuu 30, ina sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76,440 na ina herufi 322,373. Hii ndiyo Qur'ani inayofuatwa na Waislamu. Ni kitabu tofauti sana na vitabu vya watu wengine. Huwezi kufananisha na vitabu kama vile Veda, huwezi kufananisha na vitabu kama vile Biblia na vitabu vingine vya Kiyahudi na vya dini nyingine kama Confucius, kama Hindu, kama Tao, kama Shinto, Judaism, Christianity na kadhalika. Sifa ya Qur'ani ni kuwa kitabu ambacho Waislamu wanakitambua vizuri. Na ndiyo maana Waingereza na Wamarekani walipoamua kutengeneza Qur'ani yao yenye sura 77 ambayo ndani yake kuna sura ya mahaba na kadhalika, Waislamu ilikuwa rahisi sana kuifahamu Qur'ani hii kwa sababu Qur'ani iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Waislamu wanaitambua vizuri. Juzi rafiki yangu mmoja alipokea tunu ya zawadi hapa katika mji wa muhadhiri wa Kiislamu, Ustadhi Muhammad. Alipokea Qur'ani kutoka Uingereza, Qur'ani iliyoandaliwa na Waingereza na Marekani yenye sura 77, ndani yake ina suratu mahaba. Yani sura ya mapenzi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makafiri wanajitahidi kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu ameshahidi kuisimamia na kuitangaza nuru yake. Ukianzisha jambo lolote ambalo katika Uislamu halimo, ukalitunga tu kwa kushiba kwako, huwezi kufanikiwa. Na watu kuifanya Qur'ani katika mazingira wanayoitaka wao, hawawezi kufanikiwa kwa sababu Qur'ani ya Mungu imetengenezwa kwa utaalamu anaoutaka Allah. Haikutungwa kama ambavyo watu wanafikiria. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaisifu Qur'ani na akaitengenezea maelezo na akamuonyeshea mtume na akawaonyesha dunia mtume ni mtu wa namna gani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Yusuf, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma kana hadithu yuftara walakin tasdika alladhi ma baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Mungu anasema ma kana hadithu yuftara. Qur'ani sio maneno yaliyotungwa na kuziliwa na watu, kwamba Muhammad na maswahaba zake walishiba sadona na sembe, sio alikula ugali na dagaa, sio alikula sima na sukuma wiki, wakaanza kutunga Qur'ani yao. Mungu anasema ma kana hadithu yuftara. Qur'ani haikutungwa na watu wala kuzuliwa. Walakin tasdika alladhi ma baina yadayhi, lakini Qur'ani ni kithibitisho cha yale yaliyokuwa kabla yake. Wahuda ni uongozi, wa rahmatan liqaumi yu'minun, na ni rehma kwa watu wenye kuiamini hii Qur'ani. Qur'ani haikutungwa. Kwa hiyo wazungu kutengeneza Qur'ani yao yenye sura 77 ndani na suratu mahaba ni upumbavu tu. Sio imetoka kwa Mungu hiyo Qur'ani ya wazungu hiyo. Na hii Qur'ani itakuwa maandishi ya wazungu tu. Sasa Qur'ani yetu sisi ina utaratibu na maelekezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani ile nilianza kuitaja mwanzo, yenye sura 114 juzuu 30, aya 6276, maneno 76440, herufi 322,373. Mungu ameifanyia password namba ya 19, yani interlocking system on base number 19. Sifa nyingine ya Qur'ani ambayo haipatikani kwenye kitabu chochote. Qur'ani Allah ameigawa katika kigawe cha 19 na ameipa base ya namba 19 kwa sababu 19 the first and the last.
ndio mwanzo na mwisho katika hesabu za namba nzima, kwa sababu namba nzima ziko 9 tu, 1 2 3 4 5 6 7 8 na 9, na 19 inabeba hesabu na namba 2, 1 na 9. Kwa hiyo Qur'ani the first and the last revelation. Qur'ani ndio mwanzo na mwisho katika funuo. Huwezi kupata kitabu kingine tofauti na Qur'ani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani akaeleza vitu ambavyo havielezeki katika akili ya kibinadamu, akaipanga katika utaratibu ambao hauwezi kupangwa katika akili ya kibinadamu, akahadithia matukio ambayo hayawezi kuelezeka katika akili ya kibinadamu, na kila kilichoelezwa ndani ya Qur'ani ni muujiza na maajabu kutoka kwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, katika dakika hizi chache tutachagua aya chache za kuzungumza ndani ya Qur'ani ili tupate kustafidi kutokana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliyotoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika kipindi hiki cha dakika chache ningependa nizungumzie miujiza ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji. Na hapa nataka nizungumzie kwa ujumla wake, lakini nitajaribu kuangalia subtopic itakayosaidia kufanya tujifunze baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo yaliyotajwa na Qur'ani juu ya uumbaji ni kuumbwa kwa ulimwengu, universe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameieleza dunia namna alivyoiumba. Na ameieleza kwa sababu anataka kiumbe anayeishi duniani ajue anaishi hapa. Msanifu mkubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumia ufundi na taaluma kwa kiasi kikubwa ya kiungu katika kuhakikisha anakamilisha usanifu wake wa kiumbaji. Wazungu wanazungumzia habari ya kuumbwa kwa dunia. Wanasema dunia imeumbwa na kitu, imetengenezwa na dude linalotajwa kama a thing of matter. Dude moja kubwa sana, linafanana na mpira. Lakini dude hili limetengenezwa kutokana na elementi mbalimbali. Aina fulani za elements pamoja na hewa. Yani humo ndani kulikuwa na mchanganyiko wa silicon, iron, calcium, carbon dioxide na maelementi mengi ambayo yalishikwa kwa pamoja yakazunguka kwa kasi katika anga kwa muda wa miaka bilioni 5. Joto kubwa lilipojaa katika jiwe moja kubwa, ukatokea mlipuko, wanasema the Big Bang. Mlipuko ambao ulipopasuka, mapande makubwa yakatawanyika kutoka katika pande hilo moja kubwa, yakakimbia kwa kasi katika anga ambayo leo wanayaita solar system, ambayo ndio tunapata Jupiter, Uranus, Pluto, Mars, Saturn, Mercury, mwezi, vimondo, satellites, miezi hiyo na kadhalika. Maneno haya yanasemwa na wazungu karne ya 18-20. Maneno haya yanasemwa na wazungu karne ya 20-21. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na hao wanaojitia wanajua wasichokijua. Anawaambia Uislamu juu ya ukweli wa matukio hayo, na anawaambia wasiokuwa Waislamu juu ya ubunifu wao namna walivyofeli. Kwa mtu mwenye akili anatakiwa ajiwazishe maswali fulani. Huyu mtu aliyepiga hesabu akajua kwamba Mungu aliumba dunia kwa miaka bilioni 5. Jua kubwa lilikuwa linakimbia kwa kasi kwa miaka bilioni 5. Huyu mtu alikuwa nani na alikuwa wapi? Na alikuwa partnership wa Mungu kwa utaratibu upi? Wakawa na hesabu siku akapata miaka bilioni 5. Yeye alikuwa partnership wa Mungu wa namna gani? Ubia wake baina yake na Mungu ulikuwaje mpaka akapata kujua haya? Kwa sababu makosa haya hayakufanywa na wazungu tu,
yamefanywa na hata wale waliotengeneza kitabu wakakiita cha Mungu, hali ya kuwa ndani kuna mapungufu makubwa pia. Mungu amewaonesha kwamba walichokisema sio sahihi. Hata Biblia katika swala la uumbaji wa ulimwengu imechemka, imetoa maelezo sio sahihi. Taacha kidogo hapa kwenye Qur'ani na sayansi, nirudi hapa, kuna kitu nikupe darsa. Ukisema Mwanzo 1:1 mpaka 5 inasema maneno hayo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaitenga nuru na giza, akaiita nuru mchana, akaita giza usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Sikiliza ya maneno. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akatenga nuru na giza, akaiita nuru mchana, akaliita giza usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema ikawa usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Maana yake kwa mujibu wa maelezo haya, siku ya kwanza baada ya kuwa jioni na kuwa asubuhi ikawa siku ya kwanza. Siku ya kwanza Mungu ndio aliumba nuru na giza. Sawa sawa? Mmenielewa vizuri? Mungu siku ya kwanza aliumba nuru na giza. Ondoka hapo hapo, nenda kitabu hicho mbele kidogo tu. Hapo tumesoma Mwanzo 1:1. Nenda kasome Mwanzo 4:5 na kuendelea. Anasema kuanzia 1. Anasema kisha Mungu akaumba mianga miwili, mmoja ukawa na mwanga mkali, akauita jua. Mwingine ukawa na mwanga hafifu, akauita mchana. Mungu akaipenda mianga yote miwili. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Sijui mmenielewa? Mungu akaumba mianga miwili. Mwanga mmoja ulikuwa mkali, akauita jua. Mwanga mwingine ulikuwa hafifu, akauita mchana. Akaipenda mianga yote miwili. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya 4. Siku ya ngapi? Kwa hiyo jua na mwezi vimeumbwa siku ya ngapi? Lakini kule Mungu alipoumba siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Swali la kujiuliza, kama jua na mwezi viliumbwa siku ya 4 na siku ya kwanza kulikuwa na jioni na asubuhi, hii jioni na asubuhi ilipatikanaje wakati mwezi na jua havijaumbwa? Vimeumbwa siku ya 4. Siku ya kwanza mpaka ya 3, jioni na asubuhi vilipatikanaje wakati hakuna jua wala mwezi? Hapa ndo unajifunza kwamba vitabu vingine vyote vinavyoitwa vya Mungu vina mapungufu ya ajabu. Lakini Qur'ani imekuwa the best katika mafundisho kwa sababu ni maneno kweli yaliyotoka kwa aliyeumba. Kwa hiyo pungufu la kwanza la uumbaji katika kitabu kinachoitwa Biblia hilo hapo. Yaani inatangulia siku alafu linaumbwa jua na mwezi, na hakuna dunia hakuna usiku na mchana kama hakuna mwezi na... Sijui nimeeleweka sawa sawa? Kwa maelezo walioeleza Biblia ilitakiwa liumbwe jua na mwezi kwanza, alafu ndio iwe usiku, iwe jioni, iwe asubuhi, siku ya kwanza. Sasa wazungu nao wataalamu wanasema dunia ilizunguka, hilo a thing of matter, hilo dude moja kubwa lilizunguka kwa miaka bilioni 5. Wazungu wao wamewezaje kuhesabu kalenda? Nani alikuwa partner wa Allah wakati anaumba? Aliyehesabu tarehe hata akajua ilipita miaka bilioni 5. Sasa Mungu analeta mafunzo sahihi, lakini akizungumza na wasomi. Qur'ani ina sifa kubwa mbili. Pale inapozungumza na asiyesoma kabisa, inazungumza naye. Yani kuna maneno Mungu kazungumza na wasiosoma kabisa, yani hawana elimu hata moja, lakini Mungu kazungumza nao na kaenda nao sawa, kwa sababu kawaumba mwenyewe. Aliyoyasema wameyaelewa vizuri na hayana mkanganyiko. Na kuna mahali kazungumza na wasomi,
wale watu ambao wamesoma mpaka wanafika mahala wanaona hakuna elimu tena zaidi ya kile wanachokijua. Mungu akazungumza nao, alafu akapeleka vitu ambavyo hata akili ya kisomi pia haijui. Na ndiyo maana hii simu unaona imeita, si imepokelewa, samahani mwenye simu yake. Na ndiyo maana Qur'ani kwa hivi sasa kimekuwa kitabu pekee kimejenga hoja za kimaswali za kitaalamu ambazo hakuna profesa yoyote ana majibu yake hata kwa miaka 500 baadaye kuanzia leo. Qur'ani iliyoteremka miaka 1400 iliyopita kuanzia leo, Qur'ani iliyoteremka miaka 1400 iliyopita kuanzia leo, mwaka 2018, nyuma kwa miaka 1400 iliyopita, Qur'ani imejenga hoja za msingi za maswali ya kisomi ambayo majibu yake hayatajibiwa na profesa yoyote hata kwa miaka 500 ijayo. Majibu yake hayapo. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni kitabu kinachosimama na wakati. Kila umma utakavyokuwa ukiendelea kuzaliwa, Muhammad anabaki spirio katika elimu na abaki kuwa ndio kiongozi wa umma. Kwa sababu kama kuna maprofesa watakuwa na elimu kuliko Muhammad kwa miaka 500 ijayo, maana yake Muhammad atalazimika kuwa mwanafunzi wao, jambo ambalo thamani ya utume wake haitakuwepo tena. Kwa hiyo Mungu ameweka vitu ambavyo maswali yenyewe kwa namna yalivyotengeneza, basi kwa namna maswali yenyewe yalivyotengenezwa ndani ya Qur'ani, ile thinking capacity ya ubongo wa mwanadamu aliyoumba sasa na mibongo atakayoiumba baadaye mpaka kiyama kitasimama, Mungu hatoumba ubongo wa kujibu baadhi ya maswali ya Qur'ani mpaka kiyama kisimame. Kwa kusema hivi, maana yake hakuna profesa atakayejibu, wala kama kutakuwa na namna nyingine ya msomi inayozidi profesa, hakuna kitakachojibiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza habari ya kuumbwa kwa ulimwengu na anaacha maswali matatu mazito ambayo hayana majibu miaka 500 mbele. Nisikilize vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza namna alivyoumba ulimwengu, lakini anaacha maswali matatu katika maelezo hayo, katika kipengele hicho cha sentensi za aya nitakayoisoma, lakini anaacha maswali matatu ambayo hayana majibu kwa bongo za wasomi miaka 500 mbele kwa sasa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza watu waliosema ndani ya Biblia wakakosea nyakati, wakatamka jua usiku na mchana kabla ya muda. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza wasomi wanaojiita wamesoma sayansi na teknolojia, wanaosaidiwa na vifaa vingi mbalimbali vya kufanyia uchunguzi. Mwenyezi Mungu anawaeleza juu ya kuumbwa kwa ulimwengu katika sura ya 11 aya nambari 7. Hii ni suratu Hud aya nambari 7. Sehemu ya kipande cha aya hizo Mwenyezi Mungu anasema kama ifuatazo katika aya hiyo. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i. Mungu anazungumza na wasomi wa ulimwengu, anaacha maswali matatu hayana majibu kwa bongo za karne 5 baadaye kuanzia leo. Na ninaposema miaka 500 na maanisha kama Mombasa na Wakenya mnajihisi mna kubwa kuliko Muhammad, akipatikana mtu kujibu swali hili moja kati ya haya matatu, hakuna majibu ya maswali hayo matatu mtume aliyoyafundisha, hayapo. Hakuna msomi. Wakenya na hapo ndani kuna maswali matatu hayajibiki karne 5 mbele, miaka 500 baadaye hayana majibu.
Allah anasema wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba ardhi fi 6 ayami, katika nyakati 6. Wa kana arshu Mwenyezi Mungu anatufundisha katika maelezo haya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati anaumba arshi yake ilikuwa juu ya maji. Ukitaka kuyaona maji haya vizuri, rejea katika sura ya 21, Suratul Anbiya, aya nambari 30. Mungu anasema awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanat ratqan fafataknahuma waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Allah anasema awalam yara alladhina kafaru, hivi hawaoni hao wanaopinga Uislamu makafiri, anna samawati wal ardi kanat ratqan fafataknahuma, kwamba mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha Mungu akaviripua, ndio ile the big bang. Waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy, Mungu akaumba vitu vyote kwa maji kuvifanya hai. Maana yake maji haya ndiyo sosi ya msingi wa maumbile ya kila kitu. Kwa hiyo wakati Mungu kabla hajaumba chochote aliumba maji, na arshi ya Allah ilikuwa juu ya maji. Maji haya yaliyobeba arshi, maji haya yaliyobeba arshi kabla Mungu hajaumba chochote yalikuwa juu ya nini wakati mbingu na ardhi havijaumbwa? Tunasubiri miaka 500 maprofesa mbele hawatakuwa na majibu. Wakati Mungu hajaumba chochote, ameumba arshi na arshi iko juu ya maji. Maji yalikaa juu ya nini wakati maji hayo hayakuwa na juu ya chochote? Wakati mbingu haijaumbwa, dunia haijaumbwa, wala galaxies hajaumbwa, wala planets hazijaumbwa. Mungu wakati anaumba ameweka arshi juu ya maji. Maji yalining'inia juu ya nini wakati hakuna mbingu na ardhi? Na maji yote yaliyopo duniani yamegawanyika katika makundi mawili. Yakikaa angani yatakuwa gas form, yanatembea, yanasimama kwa sababu ya gravitation force. Kama hakuna mvutano wa dunia na mwezi, hakuna force of gravity ama gravitation force, maji hayawezi kubaki angani katika hali ya gaseous form. Yakiwa juu ya ardhi, yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, bahari, kisima, mito na kadhalika. Maji haya yamekaa juu ya mgongo wa ardhi. Mungu kabla hajaumba chochote aliumba maji na arshi. Arshi ilikuwa juu ya maji wakati maji hayajulikani yalikuwa juu ya nini. Tunawapa advance ya fedha wanaotaka kubishana na mtume, watuambie wakati arshi iko juu ya maji, maji yalikuwa juu ya nini wakati mbingu na ardhi haijaumbwa? Hakuna Dar es Salaam somi yoyote, nenda ka Google utakavyo Google, majibu hayapo. Sio maswali hayo hawayaoni kwa sababu hawana majibu, hata kuyagusa kuyazungumzia maprofesa hawataki. Wenye jeuri na kibri cha kujibu maswali haya ni hawa mashehe walokaa kwenye jamvi. Hawana elimu kubwa ya vyeti kama wanavyofikiria watu, lakini wana elimu kubwa ya taaluma kuliko wanavyofikiria watu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameonesha hiyo kwamba mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha Mungu akaviripua. Aya hii Mungu anasema anna samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma, kwamba mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha Mungu akaviripua. Kwa maana mbingu na ardhi vinatokana na asili moja. Tumeelewana sawa? Mbingu na ardhi vinatokana na asili moja. Ni sawa sawa na mtu aliyekwenda porini akakuta mti wa mvule au akakuta mti wa mninga au akakuta mti wa mkaratusi. Anahitaji nguzo mbili za kujengea katika nyumba yake. Moja anataka ikae nyuma nyumba, nyingine anataka ikae mbele ya nyumba. Akaukata mkaratusi ule, akaukata mti ule, akapata nguzo mbili. Moja akajengea nyuma ya nyumba, nyingine akajengea nyumba mbele ya nyumba. Mtu yoyote anapokuja rafiki yake akimuonesha, akia mbele atamwambia hilo ni gogo la mti gani? Mkaratusi. Akienda nguzo ya nyuma atamwambia hiyo ni gogo la mti gani? Mkaratusi, kwa sababu vimetokana na asili moja. Mungu anauliza swali alafu linakosa majibu miaka 500 mbele kwa mfano huo wa mti niliotoa.
awalam yara alladhina kafaru. Tena naanza na swali, hivi hao makafiri wanachobisha nini? Hivi hawaoni anna samawati wal ardhi kanata ratqan fafataknahuma, kwamba ile mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha ndio tukaviripua? Wazungu wote duniani wa mambo ya geography na science kwa ujumla wanakubaliana kwamba dunia ni kipande cha mwamba kinachoelea angani chenye ukubwa wa maili milioni 510. Mmenielewa vizuri? Dunia ni kipande cha mwamba kinachoelea angani chenye ukubwa wa maili milioni 500 na ngapi? Swali la kujiuliza, kama dunia, ardhi ni kipande cha mwamba kinachoelea angani, ambacho juu yake ndiyo kuna mbingu. Mbingu na ardhi vilitokana na kitu kimoja, mbingu ikaenda juu, ardhi ikaja chini. Ardhi ni kipande cha mwamba, jiwe linaloelea angani. Mbingu ni kitu gani? Ziko wapi? Swali lina miaka 500 mbele, halina majibu hilo. Yani hakuna msomi mpaka leo aliyefundisha mbingu ni nini na ziko wapi, hayupo. Wasomi wote wanapozungumzia habari ya anga wakijitahidi sana kwa hapa juu ya dunia yetu, wanazungumzia kitu kinaitwa atmospheres, anga hewa. From the bottom of the earth to 600 miles. Wazungu wakijitahidi sana wanazungumzia atmospheres. Atmospheres Mungu kazizungumza ndani ya Qur'ani, sura 23 aya 17. Si tushaelezwa habari ya atmosphere vizuri, anga hewa, wala sio tunazozikusudia hizo. Anga hewa ni atmospheres. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kataja vitu viwili. Walakad khalaqna fawqakum sab'a taraik wama kunna 'anil khalqi ghafilin. Hiyo ni aya ya 17 katika sura 23. Mungu ametumia neno walakad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Neno jingine hapa Mungu ametumia neno taraik, njia au anga au mapande. Lakini angalia upande wa pili, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Mulki aya nambari 2-3 pale. Vitu viwili tofauti Mungu anataja hapa. Kule Mungu anasema alladhi khalaqa sab'a samawati, Mungu kaumba sab'a samawati tibaqa, zikiwa tabaka tabaka. Kuna tofauti ya events na layers, vitu viwili tofauti. Events ni mbingu, layers ni tabaka. Sasa tunataka mbingu ni nini? Huyu msomi aliyesoma kuliko Muhammad atuambie mbingu ni nini na ziko wapi. Wazungu washatengeneza telescope, dalbini kubwa za kuangalia nje ya dunia, na wamegundua vitu vingi vya ajabu. Miongoni mwa vitu walivyogundua ni kuona planets, kuona galaxies ambazo ziko out nje ya dunia. Ndiyo maana wanasema jua letu hili, ili jua tunaloliona, linahatamia nyota ama sayari 9 zile za asili, na 2 za ziada wamezigundua miaka 10-15 iliyopita. Lakini zinazotajwa sana ni zile 9 ambazo ndio tunapata universe, ulimwengu. Zile sayari ziko 9 ambazo kuna inner planets and outer planets. Mtaniwia radhi, mahali pengine nazungumza na watu wa chuo kikuu, twendeni hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonesha tu kwa ujumla wake alivyoumba kwamba mbingu na ardhi na kitu vilikuwa kitu kimoja, akaviripua. Vilipolipuka ndio mapande makubwa yakatawanyika na kusambaa katika anga. Sasa wataalamu wanatuambia hii dunia yetu hii ni sehemu ya mtoto katika jua. Jua huyu anatamia watoto 9 ambao wanamzunguka, ambazo ndio sayari 9. Na katika hizo 9 wamezigawa makundi mawili. Kuna inner planets and outer planets. Kuna sayari za nje na kuna sayari za ndani.
Inner planets ni zile zilizo karibu na jua, outer planets ni zile zilizo mbali zaidi na jua. Muda wa kuzieleza hizi sina. Kuna kitu nataka nikieleze mbele ili nikuonyeshe ufundi wa Mwenyezi Mungu katika kutaja mbingu, alafu hakuna msomi mwenye jibu kwa miaka 500 mbele. Inner planets na outer planets ni aina mbili za sayari zinazozunguka jua, lakini jua letu hili ni moja. Jua hili lina ndugu zake. Jua hili linatokana na majua yanayopatikana katika kitu kinaitwa Milky Way Galaxy. Na kwenda mbali zaidi tena na kupoteza kweli kweli hapo. Jua letu hili lina ndugu zake wengine milioni 100. Sio, mnanielewa? Katika hii galaxy inayoitwa Milky Way Galaxy kuna majua kama hili moja ana ndugu zake milioni 999,999,099. Huyu anakuwa wa milioni 100. Jua wetu huyu ambaye anazungukwa na sayari 9 ana kaka zake majua wengine, zile sayari zake ukubwa wake. Jua letu kwa ukubwa linaingia mara 100. Ni kisayari kidogo ndani ya jua kaka zake jua huyu. Alafu unasema hakuna moto, Mungu hawezi kuadhibu. Wewe una akili? Unataka kujadili ukubwa wa Mwenyezi Mungu, jadili ukubwa wa vitu alivyoviumba unakutosha. Jua wetu huyu ana ndugu zake milioni 100. Wakikaa pamoja wanakuwa milioni 100. Kwa ukubwa wa ndugu zake jua huyu, ikitokea kakosea njia, yani jua ndugu yake huyu ikatokea kakosea njia, alafu wakapigana, itakuwa kama ajali ya Honda na Semitela, alafu zote ziko 120 uso kwa uso. Hivi ajali ya Honda na Semitela uso kwa uso 120, mnaokota kitu? Maana hata huyo muendesha Honda pia mtakota nyama tu. Hamjui bongo wala kichwa wala taya ilipo. Nywele pia mtazikusanyia pembeni. Maana yake jua wetu huyu kwa majua mengine ni kidogo sana, ni kitoto kidogo ambacho pengine familia ya watu 10, alafu yeye ni mtoto wa nusu mwezi, alafu kuna kaka yake ana miaka 150 ana kilo nyingi kama vile Undertaker au John Cena. Sasa unataka mtoto wa miezi 2 agongane na mtu wa miaka 40-50 mwenye kilo 400 mpaka 800. Nachomaanisha kwamba jua letu hili ni sehemu tu ya kazi ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Milky Way Galaxy hayuko peke yake. Huyo Milky Way Galaxy ambaye ana majua milioni 100 yanamzunguka na sayari zake zikifanya kazi. Katikati ya hiyo Milky Way Galaxy kuna mama wa majua ya Milky Way Galaxy ambayo jua huyu na hao wenzake milioni 100 wanamzunguka huyo jua mkubwa aliye katikati, ambaye ukubwa wake ni sawasawa na muungano wa majua yote milioni 100 akikaa pamoja unayazidisha mara 100, ndio ukubwa wa jua la katikati la galaxy ya Milky Way. Na unatakiwa ujue jua wetu ni mdogo sana katika hao milioni 100, lakini jua wetu huyu kama unautaka ukubwa wake vizuri, basi gawanya, zidisha dunia tulionayo. Ukubwa wa dunia hii uizidishe mara 100, ndio sawasawa na ukubwa wa lile jua. Alafu yule jua naye ana ndugu zake wanamzidi mara 1000. Alafu hilo jua la katikati linazidishwa, yoyote yanakusanywa pamoja, alafu yakikusanywa pamoja hilo jua moja la vipande hivi litakuwa sawasawa, linazidishwa mara 100, ndio unapata mara 1000, ndio unapata ukubwa wa jua la katikati la Milky Way Galaxy. Wakati Milky Way Galaxy kaka hapo ana majua yake milioni 100 anamzunguka, pembeni naye na ndugu zake wamezaliwa, miongoni mwao M33 Galaxy ambaye anamzidi huyu Milky Way Galaxy kwa mara 100 kwa ukubwa. Sio, mnanielewa? Na kwenda mbali na kupoteza, lakini haya maneno wako watu watayasikia, wana degree nyingi, wanajifanya wamesoma. Lakini kuna galaxy nyingine ukitoa M33, kuna M66 Galaxy.
umbali wa kutoka M33 Galaxy mpaka kufika katika galaxy ya Milky Way, umbali wake huwa hauhesabiwi kwa njia ya futikamba wala kilomita za gari wala ukimbiaji wa ndege, wala hautengenezwi kwa kutumia lada inayopita angani. Tunatumia kipimo kinaitwa light year, mwanga wa jua. Yani unakimbia kutokana na mwanga kwa mbali ya mbio za mwanga wa jua. Lakini wamekisia kidogo kwa mfano wa mwanga tulionao hapa duniani. Mfano, jua kwa hesabu ya makadirio haina uhakika. Sijui mnanielewa vizuri? Kwa hesabu ya makadirio haina uhakika. Kutoka hapa mpaka kwenye jua inakadiriwa, sio sawa hiyo, inakadiriwa maili 93 milioni. From the bottom of the earth to the sun. 93 millions miles. Lakini ikitokea pale jua lilipo likazimika kama vile tochi. Unajua unaweza kushika tochi, umemulika, unaangalia mbele au unamulika kwenye ukuta, from nowhere ikatokea imezimika. Sajalia jua lingekuwa tochi afu likazimika kwa muda pap. Ikitokea litawashwa, ule mwanga kutoka pale kuja hapa duniani litachukua masaa 9 na dakika 8. Lakini hiyo spidi yake sio ya ajabu, itatembea maili 11,333.72 per second. Ni spidi kali sana ambayo wala huwezi kuifananisha. 11,333.72 per second. Yani sekunde moja itakuwa ishatembea maili 11,333.72 kwa muda ule wa mshale wa sekunde unafanya ta, ilo jua lishakimbia umbali huo. Na kwa spidi hiyo tutalisubiri kwa masaa 8 na dakika 9. Masaa mangapi? 8 na dakika 9. Ndio jua linarudi tena. Likizunguka, manake likizimika saa 1 asubuhi litawaka saa 8 na dakika 9 mchana. Kwa hoja hiyo tu hakuna kiumbe hai, wote tutakuwa tumekufilia mbalini, kwa sababu kuna vitu tutavikosa automatically katika kipindi cha masaa 8. Na inapotokea jua halipo tutasuffocate wote, na hakuna kibinadamu atasurvive. Kila binadamu atasuffocate, kila kiumbe hai kitasuffocate. Yani tutavuta hewa ya sumu, mapafu yatakuwa ya kijani ama blue, tutapasuka, tutavimba mili kama puto, tutapasuka na kufa muda wasiozidi masaa 2. Viumbe vyote tutakuwa tushapoteza uhai, kwa sababu jua ndio linasababisha uhai uendelee kuwepo duniani. Ndio maana Mungu anasema katika suratul Nabai, waja'alna nahara maasha. No sun, no life. Kama hakuna jua hakuna maisha, mna suffocate wote. Japokuwa wafasiri wa baadhi ya mufasirina wa Qur'ani iliposemwa waja'alna nahara maasha, kwamba Mungu ameujalia mchana kuwa ndo maisha, wakasema Mungu ameufanya mchana ndio muda wa kutafuta maisha. Ni tafsiri nzuri, inakubalika, lakini ina mapungufu, kwa sababu Qur'ani imekwenda mbali zaidi. Ikiwa mchana ndo muda wa kutafuta maisha, na wale walinzi wanaolinda usiku tu vipi? Ina maana Qur'ani haiwatambui? Kuna watu maisha yao wote ni ngelewe usiku tu yeye. Fika saa 12 kwenda lindoni hadi saa 12 asubuhi. Taanguka wabare mpaka anakufa, riziki zake anapata hivyo. Waja'alna nahara maasha, katika tafsiri ya kwamba Mungu ameufanya mchana kuwa maisha, ni tafsiri nzuri ya mashekhe, lakini ina mapungufu. Scientific tafsiri ya kitafiti, waja'alna nahara maasha, Mungu ameujalia mchana kuwa ndio sababu ya maisha. No sun, no life. Hakuna jua, hakuna maisha. Na hii inathibitika kwamba waja'alna nahara maasha, Mungu ameufanya mchana kuwa maisha. Ukitafsiri ni muda wa kutafuta, umebugi, kwa sababu wanaoishi sio binadamu peke yao. Kila kiumbe kinaishi. Majini wanaishi, malaika wanaishi, wadudu wanaishi, samaki wanaishi, ndege wanaishi, viumbe tunavyovijua na kuviona vinaishi, mawe yanaishi, miti inaishi. Ikiwa mchana ndio muda wa kutafuta maisha, miti inakwenda kulima wapi ili ipate maisha yake? Tafsiri nzuri, lakini ina mapungufu. Tafsiri ya kisayansi, tafsiri ya kitafiti,
Mungu ameufanya mchana kuwa ni sehemu ya maisha, yani ndio sababu ya maisha. Na ni mada pana, hapo peke yake mada pana. Nitagusa kidogo tuende sawa, nisije nikakuacha unaning'inia. Waja'alna nahara maasha, Mungu ameujalia mchana kuwa maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu no sun no life. Jua kazi yake kubwa linalotengenezwa na irium, hydrogen na elementi nyingi za gesi ambazo zimeungana pamoja, automatically wenyewe ule una tabia moja. Jua linazalisha fuel, yani umeme, alafu unatupwa nje, ndio unafanya gravitation force. Lakini pia unasaidia kwenda kutengeneza sunlight, mwanga wa jua. Jua linapotupa miale nje linatengeneza sunlight, mwanga wa jua. Mwanga wa jua unashuka duniani. Ukishuka duniani mwanga wa jua unafanya kazi kwa viumbe vyake kusaidia maisha. Mfano, mwanga wa jua ukishatupwa duniani, ukishafika katika miti inahitaji kuishi, lakini ili iishi na ijitengenezee chakula lazima ipate mwanga wa jua. Kwa sababu miti ikipandwa chini ya ardhi inakunywa maji kwa kutumia mizizi. Yale maji yanayotumia mizizi yana supply, yanakwenda katika shina lina supply katika matawi yana supply katika majani. Maji yanapoingia katika majani ya mti uliosimama chini ya ardhi ambao uko hai, sunlight inagonga ndani ya yale majani na gome linalozunguka ule mti, kwa maana ya matawi na shina. Kitendo hichi cha kukutana maji ndani ya majani na sunlight juu ya gome la mti na juu ya majani inatengeneza kitu kinaitwa photosynthesis theory, ambayo hii kitengenezeka inazalisha kitu kinaitwa carbohydrates. Hicho ndo chakula cha mmea. Kama mimi na wewe tunavyohitaji sima na karanga, au na sukuma wiki, au mtere na maharage, au na kima. Sio, mnanielewa? Yani mmea nao unahitaji chakula kama mie na wewe. Lakini ili kipatikane lazima vitu viwili vikutane, maji na sunlight. Na ndio maana mti wowote ukiupanda hata kwenye ndoo, ukamea vizuri, ukaenda kuufungia chumbani kwenye kiza, hata ukiumwagia maji kila siku, baada ya siku 7 unaanza kupooza, unakufa. Kwa sababu umekosa mwanga wa jua japo unapata maji. Mti wowote uwe na maisha mazuri na unapendeza, uende ukaupande mahala hakuna maji, hata kama jua litatoka mchana kutwa na usiku kucha, baada ya siku 7 unapooza, unakufa. Kwa sababu umepata jua lakini umekosa nini? Maji. Ukiwa ndani umepata maji lakini umekosa nini? Jua. Vitu viwili hivi vinashirikiana kufanya mmea upate uhai wake. Sasa mmea unapozalisha carbohydrates ikawa chakula cha mmea, oksijeni pia inazalishwa. Oksijeni inapumua nje ya mmea. Miti yote katika majani na zile mizunguko ya magome yake kuna vinyoleo vidogo vidogo vinaitwa stomata. Kazi yake vinyoleo hivyo ni kupumua hewa ya oksijeni, kama ambavyo mimi naofa kwa pua zako napumua, ndivyo Mungu alivyoumba. Vile vinyoleo kazi yake vinavuta ndani carbon dioxide, vinatoa nje oxygen. Ili mimi na wewe tuishi tunahitaji oxygen. Mimi na wewe tuishi tunahitaji oxygen, ndio tunaweza kulispirate na maisha yanaendelea. Ndio maana Mungu akatuumbia moyo. Ndio maana Mungu akatuumbia nini? Moyo. Moyo kwenye mwili wa mwanadamu ndio injini, na ubongo ndio gearbox, kazi yake kumcontrol mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba moyo kwa sababu ndio chombo kinachosafirisha damu, ile ambayo ishasafishwa na ile ambayo haijasafishwa. Na ndio maana kwenye pua zako na mdomo kwa mbele kidogo kwenye koo njia zikaungana. Moja imetoka puani, moja imetoka mdomoni, zikaungana zote zikaenda ndani. Chini kidogo katika koo lako kielekea katika shingo, katika hii esophagus kuna mahala kuna tundu nyingine pacha inakwenda ndani ya mapafu, inaitwa epiglottis. Tundu ya esophagus kazi yake kupeleka chakula, maji na hewa katika stomach, mfuko wa chakula. Lakini tundu ya epiglottis kazi yake kubwa kupeleka hewa katika mapafu. Kwa nini? Kwa sababu mapafu yana kazi ya kusafisha damu. Na hii Mungu kaifanya maalum. Bila hivyo ingebidi duniani watu tuishi kama unavyoona vinaishi magari.
lazima Mungu angelazimika kujenga blood station na lazima kila mtu angekuwa na blood tank. Swali la kujiuliza, blood station si shida, mawakala wa Mungu angeweza kuwa hata malaika wakapewa hiyo kazi ya kusupply damu. Blood tank ndio ingekuwa kazi. Kwa umbo la kibinadamu lilivyo, mtungi wa kuwekea damu ungekaa wapi? Akili zangu mimi za kibinadamu naona kama yangekuwa afadhali maeneo ya makalio. Au ingebidi tuumbe nundu kubwa kama nundu la ngamia uko mgongoni, au nundu kama vile nundu la ng'ombe. Sasa kama yangekuwa makalio ndo ingekuwa mtihani, maana wengine tumepigwa pasi hata nusu lita haikai kwenye makalio. Kilomita 9 pia usingetembea. Wangefaidika sana wenye makalio makubwa. Wanajaza damu nyingi, wanatembea kwa amani. Mie na wewe kila mahala unataka kujaza. Mara unaona inataka kukata, umekaa pembeni naambia, Sheikh Muhammad naona kama damu inapungua kizunguzungu. Hebu chukua kidumu kanichukulia. Akija unavua suruali mbele za watu, wanakuona makalio, unajaza damu. Mungu kaliondoa hilo. Blood station, vituo vya damu vingelazimika kuwekwa huko mtaani. Inna lillahi. Ingekuwaje? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameliondoa hilo, lakini kubwa zaidi na baya lingetokea. Maji na petroli. Riziki zenyewe za kugonga nadhani vitu vikavu tu, hatuna chochote. Ingekuwa damu inauzwa kwa siku, pasenti ngapi ungeweka? Ya damu ya mkeo, budget vyote utafute wewe. Kabla ya hela kula hapo, hela iftari na chai bado. Hiyo ingekuwa hela ya damu tu. Mapene hayo tungeyatoa wapi? Mungu kaiondoa hiyo. Anaisafisha damu ndani kwa ndani. Ndio maana kuna mrija unaitwa epiglottis, unapuliza hewa ya oxygen ukiingiza ndani kwa pua au mdomo, inakwenda kwenye esophagus, epiglottis inaachia uwazi, inaingia hewa, epiglottis inaziba, hewa inakwenda kwenye mapafu. Ikifika kwenye mapafu inakuta vitu vinaitwa red blood cells, chembe nyekundu za damu. Ile hewa ya oxygen inaingia katika zile chembe nyekundu za damu. Zile chembe nyekundu za damu zinapakua carbon, zinapakia oxygen. Inabadilika damu kutoka kuwa deoxygenated blood inakuwa oxygenated blood. Inapakua hewa chafu, inapakia hewa safi. Inatoka kuwa hewa ilokwisha kutumika, inakuwa hewa inayohitajika kutumika. Kisha inasafiri kutoka katika pulmonary artery from the lungs, kutoka kwenye mapafu to the heart, inapelekwa kwenye moyo. Kisha inasafirishwa na mshipa mkubwa wa damu unaitwa aorta. Mungu kaueleza katika sura ya 46, sura ya 69 aya ya 46. Anasema lau Muhammad angeongeza neno ndani ya Qur'ani, angemshika mshipa wake mkubwa wa damu akaukata akamtoa roho. Mshipa huu unaitwa aorta ama ateli mkuu, ambao unabeba oxygenated blood, damu yenye oxygen ndani, from the heart, kutoka kwenye moyo to the body tissues, inazungushwa katika mwili wote, alafu inasambazwa nutrition, vyakula, maji pamoja na vitu vingine vinakuwa supplied katika mwili, na mwili unapata nguvu. Ndio unadunda kwenda kuiba, ndio unadunda kwenda kuzini, ndio unadunda kwenda kudanganya, ndio unadunda kwenda kufanya maajabu, na wengine wanadunda kwenda kufanya ibada. Mungu atuandikie miongoni mwa ibada tukitumia uhai wetu. Kwa hiyo wakati unaenda kuzini, ujue unadunda na kazi na haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena kadari yake ya kiuwezo imewekwa ndani ya mwili wako. Lau tungejua ukubwa wa Mwenyezi Mungu na tunachofanyiwa, mtu asingeenda kujificha chobingo zina. Vijana wengi wazinifu hawataki kuoa. Vijana wengi wazinifu hawataki kuoa. Na sasa hivi promotion ya vyombo vya habari juu ya zinaa limekuwa jambo kubwa kiasi ambacho kila mmoja asiyezini anaonekana mshamba.
Yani ukiwa mtaani kijana alafu huna demu unaonekana fala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani watu wanafanya kuulizana, yeye jamaa fala kweli, hana hata demu hapa mtaani. Wewe una wazimu? Wewe lokwambia kuwa na demu ujanja nani? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisafisha damu kwa mtindo huo. Ndio maana akatuwekea oxygen, kazi yake kusafisha damu ili mwili uweze kupata usafi wa damu, na ndio mtu anapata hali nzuri ya hewa, anaweza kupumua vizuri, anaweza kuishi vizuri. Na in case damu inapungukiwa oxygen, inakuwa na carbon dioxide nyingi, damu inakuwa nzito, inapata tatizo tunaita poor blood circulation. Ukipata poor blood circulation, athari ya kwanza kabisa, dalili yake kwako, utapata tatizo la ganzi katika mwili. Tatizo hili likijaa sana kichwani, utakuwa na shida ya kizunguzungu. Watu wengi wagonjwa wa ganzi kwa sababu poor blood circulation ze poor. Msukumo wa damu uko poor kweli, unaenda taratibu. Na tatizo la msukumo wa damu kwenye mwili linawapata wazee wengi. Wazee wengi sana wana shida hiyo ya ganzi katika mwili. Ziko sababu. Wazee wengi wana tatizo hilo kwa sababu kadiri umri unavyokuwa, unakuwa na kitu tunaita low immunity. Kinga inashuka. Kinga ikishuka, body inachoka. Body ikichoka, mishipa inasinyaa. Mishipa ikisinyaa, kipenyo cha upitishwaji wa damu kwenye mishipa kinapungua, manake inaziba. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa na tatizo la upungufu wa hewa ya oxygen, ndio anapata poor blood circulation. Ndio maana wazee wengi mna shida ya ganzi katika mwili. Viko vyakula vimefundishwa, hata ukiwa mtu mzima ukila. Ziko dawa zimefundishwa, hata ukiwa mtu mzima ukinywa, itakusaidia kuimarisha misuli na mishipa yako ya damu, na hivyo kukufanya damu itembee vizuri. Unaendelea kuwa strong katika afya. Lakini moja ya tiba yake ni hii saumu iliyoletwa. Wazee msikimbie kufunga katafuta sababu tena. Sasa mimi mzee nitalipa kibaba. Unajiumiza. Kama unaweza kufunga, funga. Kwa sababu mafuta yanapoganda katika kuta za mishipa ya damu na tishu za mwili, inapelekea kusinyaa kwa mishipa yako, na hivyo kufanya low blood circulation, yani hiyo poor blood circulation. Athari yake kubwa kwako ni kusababishia kukosa hewa nzuri katika mwili. Ganzi na take place, mzee unachoka mapema na una create magonjwa. Wazee fungeni. Funga ni saumu ni tiba. Ndio maana Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, sumu tasihu, fungeni mpate afya. Ndugu zangu, nimejenga maswali mawili katika hoja yetu ya msingi. Usije ukasahau mada ilikotokea. Swali la kwanza, mbingu ni nini ikiwa ardhi ni kipande cha mwamba kinachoelea angani? Sijui ninaeleweka. Swali la pili, maji yaliyobeba arshi yalikuwa juu ya nini wakati Mungu hajaumba mbingu wala ardhi? Swali lingine tutaendelea katika mihadhara ijayo, tuseme inshallah saa 8:20 sasa, kwa mujibu wa saa ile pale, na nina darasa saa 10. Msikiti gani Maalim Mahmudi? Wapi? Baruchi. Na darasa Baruchi baada salati la asri. Huko nako tunaenda kuzungumza mada nyingine huko. Kama una nafasi twende tukazungumze maneno ya Mungu. Ila nipe nafasi niseme sana nikachoka sana. Sisi tumeelewana sawa. Kwa kipindi hiki cha risali moja na kidogo nilichozungumza, natumai tumepata faida kubwa na tumejifunza. Lakini mwisho wa siku niwaambieni tu, panapo majaliwa, semeni inshallah, kuanzia mwezi wa mfungo mosi nitafungua kituo, Mungu akipenda, katika mji wa Mombasa. Kituo cha tiba. Dr. Sule ni mtaji wa Waislamu katika maisha yao, katika kutetea Uislamu na kutetea afya zenu. Nimetia nia nifungue kituo cha kliniki katika mji wa Mombasa. Na kliniki yangu hii itakuwa na vitengo viwili. Kwanza itakuwa na kitengo cha dua. Hicho kitakuwa ni kitengo maalum kwa magonjwa yasiyoonekana katika mfumo wa kompyuta na vipimo. Yako magonjwa mengine hayaonekani kwenye kompyuta mabwana. Huwezi kuyaona kwenye microscope wala huwezi kuyaona katika reagents.
huwezi kuyaona. Yani hayaonekani kwenye blood slide, huwezi kuona kwenye story, huwezi kuona kwenye unini, huwezi kuona mahali popote. Maono yake yanaonekana kwa taaluma ya kitaalamu tu kwa mtu aliyemsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi wana maradhi yasiyokuwa ya kibiolojia. Kwa karne tulionayo, kwa maisha tunayoishi Waislamu kila kukicha, tumetengeneza vita na ugomvi mkubwa na mashaitani na majini ambao wamegeuka kuwa mashaitani na maadui wakubwa wa maisha ya mwanadamu. Sasa hivi tuna magomvi makubwa baina ya binadamu na majini, lakini binadamu ndio tumesababisha ugomvi huu kwa sababu ya kukua kwa teknolojia. Msione Marekani na Mkorea Kaskazini wanavyoshindana kupigiana mabomu makubwa ya masafa marefu mkaona wanatunishana misuli tu. Bomu moja likitoka Korea likapigwa baharini kwa masafa ya kwenda Marekani, huko juu linakopita linaua mamilioni ya majini. Si mnanielewa? Uko baharini likienda kupiga huko chini linaua mamilioni ya majini. Majini wanajiuliza, hivi huyu anayetuua hatuna sababu nani? Wanatoka wanakuja huko sasa kutafuta anayeanzisha bifu nani. Wewe unachekelea tu Mkorea anavyokungutana na Marekani. No, chekelea ujinga huo. Kuna mahali tunapata maradhi makubwa na madhara makubwa kwa sababu ya matukio hayo. Kwa sababu majini makazi yao makubwa matano. Makazi ya kwanza ni angani. Makazi ya pili kwenye misitu mikubwa. Makazi matatu ya pili kwenye milima. Ya matatu kwenye angani, kwenye milima, kwenye misitu makubwa, chini ya ardhi. Haya ndio makazi makubwa wanaoishi majini. Ndio maana leo ukiona mahala panajengwa barabara, Kenya hapa, nimeona Kenya hapa, clip imetembea sana kutoka Kenya hapa. Wazee walijenga sio vitu gani, mti ukakatwa ukagoma, unakwenda mpaka chini, unasukumwa mpaka na trekta, mti umegoma. Mashehe wa Kiislamu ndo akaenda kuomba dua, nadhani mti ndo kakubali. Kenya hii clip imetembea sana Afrika Mashariki. Maana yake kuna miti mingine mikubwa wanaishi majini. Unapokata mti majini wanachukia, wanaurudisha vile vile. Pumbavu mkubwa, unakataje nyumba bila kututafutia mala pengine pa kuishi? Na hii sio kwa majini tu, hata binadamu. Leo hii Rais Kenyatta akiamua kutengeneza barabara akaupuliza msikiti huu, kama hakuna fidia tutaandamana. Uongo kweli? Lazima tutafutiwe mala pengine pa kwenda na fidia itolewe. Wewe unakwenda kuvunja nyumba za majini, hata hujawaandalia mala pengine pa kukaa. Lazima vita viwepo. Asa mashaitani wakishakuwa majini hawa, wakishatoka kule wanakuja katika maisha yetu katika hali ya hasira. Na mashaitani wakija kwetu wanajifunza yale maisha ya mtaani. Ndio maana kuna majini vibaka wapo. Dhahabu za wanawake wengi zinapotea. Hujawahi kusikia wewe mwanamke mpotea dhahabu yake haijulikani iko wapi? Wanaiba majini. Kuna majini kazi yao vibaka tu. Kuna majini kazi yao kula ndumu tu, wanavuta bangi hatari. Kuna majini mateja tu. Mimi nyumbani kwetu kule ofisini kwetu tuna kitengo cha dua. Wallahi lazima nakupeni kitu cha kweli, tuna kitengo cha dua. Kuna wakati anakuja mgonjwa anapandisha shetani, afile shetani wa kijini anakuwa teja. Wallahi billahi tallahi teja. Jini kapanda. Yaani mtu kapandisha jini kichwani. Ushamsomea. Unajua majini, nataka nikupeni kitu kingine kabla sijaenda kwenye hiyo pointi. Kuna watu wengi wanahisi majini wanatolewa kwa ruqya tu. Sio sahihi. Yani kama unadhana hiyo, we bado una elimu ndogo kweli juu ya tiba. Ruqya ni sehemu ya tiba ya mashaitani, na sio wote. Kuna mashaitani maumbile yao na ukafiri wao, ukisoma Qur'ani haiwaathiri chochote. Aniambie wewe ukisoma aya za Qur'ani Mkristo na Myahudi zinamuumiza? Zinamuumiza? Zinamtia majonzi? Si anaona kama unaimba nyimbo tu, sasa wanaimba Qur'ani yao. Tena wasomi wanaimba Qur'ani yao. Na mashaitani wako hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna wakati mgonjwa anakuja unampiga qiraa cha majini kile, aya za kuunguza, yeye ndo kwanza anacheka. Tena unaweza kukuta wakati tunasoma qiraa zile aya za kuunguza majini, yule jini akawa demu mzinifu, na katika mademu wazinifu, majini wazinifu, kesha mkamata mwanamume au mwanamke. Wewe ukiendelea kusoma, yeye anakaa kimisi. Anakaa kimisi. Wanachezea mashetani wewe wa kijini. Hawana akili hata kidogo. Hiyo Qur'ani yako haimsumbui chochote, kwa sababu kesha kuwa baradhuri zaidi ya ibilisi mwenyewe.
Sasa kuna siku mimi nilikaa, mimi na timu kubwa sana ya watu wanafanya visomo, timu kubwa sana kama watu 10 na hivi, vitengo kabisa. Wakati inafanywa kisomo, kuna mtu akapandisha jini. Alivyopandisha jini alikuwa na nguvu, wanamume 5 walishindwa kumshika. Wakafunga mlango. Wagonjwa walio na afadhali na wale watibabu wakamvamia mtu mmoja, ndo akamkamata. Maana sometimes unakutana na jini anacheza karate hatari, ukisogea huna jino. Wallahi billahi tallahi, angalieni YouTube mikanda yangu na kesi ya Robin Lupindo aliyekuwa mchungaji, mtakubali. Unakutana na jini anapiga karate hatari, anaweza kukupiga jebu moja ukakimbia, pigwa moja ya tumbo wewe mwenyewe ukakaa chini huko unajinamia. Asa jini yule akapigwa kamba za miguu na mikono, nikaitwa. Nikatoka ofisini kwangu nikaenda. Mimi moja ya tiba yangu ya jini, akiweza kupanda kwanza huwa nataka nimlinganie. Na hakuna tiba nzuri ya kumtoa jini kama kumlingania. Jini ni mwepesi sana kumuogopa Mungu kuliko nafsi ya binadamu, ikiwa utakwenda naye kwa utaratibu. Ukifanya kiburi mnagombana kweli, kwa sababu naye jeuri. Mimi nikaenda nikamwambia, mbona mmemfunga? Yani kama sijui kilichofanyika. Unajua mkorofi, sema mfungeni, huyu ni kiumbe wa Mungu, kimfunga anaumia, mtoeni, mimi nataka nizungumze naye. Alikuwa anapiga kelele, alivyoniangalia akanitolea macho, afu akapunguza ile kasi, anayumba namna ikakasirika. Wakamfungua, nikamwambia unafunguliwa, lakini nataka tuzungumze, mimi sitaki ugomvi na wewe, nataka tuzungumze. Akafunguliwa, nikamwambia hebu toa salamu. Akanyamaza. Toa salamu. Nikamwambia salamu ni kauli ya Mungu, toa salamu. Akanyamaza. Baadaye akasema, oya she. Unaona alichokifanya? Akanambia, oya she, mimi sio Muislamu. Wallahi jini huyo. Namuuliza, sasa wewe sio Muislamu sawa, huyu umemfanyia nini? Asema, huyu jamaa unajua alipita maskani, si tunakula ndumu, akakojoa. Yani alipita maskani kwao anakula ndumu, yeye akaenda akakojoa. Angatahadharini vijana kukojoa ovyo. Ukifika mahala tu unauchomoa mduda, unakusanya kaa unamwagia bustani maji, madhara. Nikamwambia sasa huyu kakosa, pumbavu sana huyu, na nitamtia fimbo akitoka hapa. Kwa nini anafika mahala anakojolea maskani yenu ya kulia ndumu? Yani ndumu bangi, yani mahali wanapokula bangi wao. Basi nikamlingania, nikazungumza naye, akanambia she, hiyo nimekuelewa, ila leo niache, kesho tutakuja kuongea. Nikamwambia sawa, kesho turudi tena. Nikamwacha akaondoka, nikampa dawa za kwenda kunywa, kupaka na nini. Kesho yake akarudi. Aliporudi story kidogo tu, sema wallahi shehe mimi natoka, unajua mimi natoka. Nikamwambia usitoke mpaka uwe Muislamu kwanza. Nikamlingania, nikamshahadilisha, nikamshahadilisha, baadaye nikamuapisha, akaingia katika Uislamu, akatoka katika mwili wa yule mtu. Mpaka kesho kutwa hana tatizo, yule bwana mzima kabisa yule kijana, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mombasa tutafungua kitengo cha dua maalum katika kliniki yetu. Dhamira yetu ni nini kituo hiki cha dua? Dhamira yetu ni kuwapa fursa ya tiba wale ambao wanashughulishwa na maradhi ya kishetani. Tanzania na Kenya kote kuna mashehe na jitihada ya tiba inafanyika. Lakini nataka nikwambie ni ukweli, jitihada ya tiba wa Tanzania kidogo tumekutangulieni wa Kenya. Tunafanya vizuri sana katika hilo, kwa sababu tumekuwa na utafiti mwingi wa tiba. Hata madawa Tanzania yako mengi kuliko Kenya. Madawa haya ya mimea asili katika matumizi Tanzania yako mengi kuliko Kenya. Japo inawezekana Kenya kuna magwiji wa tiba, lakini wako wachache. Sasa tunaleta kituo hiki kwa dhamira ya kuisaidia jamii, kwa watu wenye shida za maradhi ya mfano huo. Sijui naeleweka vizuri. Kuna magonjwa ya sihiri, uchawi, majini haya yako mengi. Kuna watu wamepatwa na majini wanaita majini maiti. Wengine wapata majini makaburi.
wengine wanapata majini sio ya wanaita majini ya ashku, majini ya, na hawa ndo wengi kweli kweli, majini wazinifu. Wamama wengi wana tatizo hili, wababa wengi wana tatizo hili. Unamkuta mtoto wa kiume mwezi wa Ramadhani kama kila siku anaota anabuma yeye tu. Kwa mwezi anaota mara 3 anabuma, yuko usingizini. Shanielewa ninachokusudia? Kubuma maana yake, kubuma maana yake. Kubuma bwana, mshanielewa? Unamkuta mtu kalala na mkewe hapa, lakini yuko kazini anafoka. Utafikiri anakimbia jogging, mara katulia. Mkewe anamwamsha, mume wangu vipi? Sasa nilikuwa naota, naona kanijia Aisha, leo nilikuwa na Aisha. Eti kamuota Aisha ndotoni, anabuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matokeo yake anakuwa mgonjwa wa nguvu za kiume. Sasa mashetani hawa wana madhara. Jini mahaba akishakuingia katika mwili, cha kwanza kabisa anatengeneza mazingira ya kukutia nuksi, na hafanyi kwa nia mbaya. Nia yake inakuwa nzuri. Nia yake yeye ni kukuzuia usipendwe na wanamume wengine au usipendwe na wanawake wengine. Sasa ile nuksi ikiingia mwilini haichagui. Kwenye kazi unaipata, kwenye biashara unaipata, kwenye mahusiano na watu unaipata. Ndio maana mtu mwenye jini mahaba mtaani haelewani na mtu, kwenye familia haelewani na mtu, kazini anafukuzwa yeye, watu wote wakosea. Akikosea yeye, kama kakosea, imekosea dunia nzima. Kuna watu akishika biashara, hata wewe unasafiri wiki moja, nikalia hapa dukani, ukirudi nusu ya mali hakuna, zishakombwa zote, na hajaiba hata shilingi 10, kwa sababu tu yeye kaumbwa na kimavi. Akipata pesa yeye ataandamwa na matatizo mpaka ziishe ndo siku ameshika pesa, ndo mwanawe kavunja kioo cha gari ya mtu, mwingine kakanyagwa na bodaboda mguu umevunjika, huyu huko anaharisha mpaka hawezi kujielewa, mpaka pesa ziishe ndo unapata amani, ujue nyumba yako ina shida. Sasa tunaleta huduma hii kwa ajili ya kuisaidia jamii. Lakini saidi tu, upande wa pili tutakuwa na kliniki ya kizungu ambayo itakuwa inatoa huduma ya matibabu ya kizungu. Na kawaida yangu, hospitali zote ninazoziweka zikiwa chini ya utawala wangu na kampuni yangu, tunatoa huduma ya matibabu kwa maimamu wote bure. Kwa kliniki yetu ya hapa itatoa matibabu kwa imamu yeyote bure. Kwa nikifungua hospitali hapa, maimamu wote hospitalini kwangu watatibiwa bure. Uje tu na maelezo ya kina, usije ukajifanya imamu kumbe muadhini. Tunamzungumzia imamu. Hatuwezi kufanya ukoo mzima, tunamzungumzia imamu ambaye makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si ndo anasimama hapa. Kwa hiyo maimamu permanent wa misikiti yote watatibiwa bure. Bure kabisa. Na tutawapa kadi maalum. Yani tutapeleka kadi za maimamu misikiti yote. Tutachapa sisi na tutapeleka sisi. Imamu ana tatizo, anataka kutibiwa, anakuja na kadi yetu msikiti, kliniki yetu, anatibiwa bure. Hata kama gharama za dawa zitagharimu 200,000 ya Kenya, tutakutibu sisi. Mpaka tukwambie tumeshindwa, tafuta pengine, kwa sababu sisi ni binadamu, hatuwezi kusema lazima watu wote mpone. Sisi nimeeleweka sawa sawa. Kwa hiyo, na hii ni jambo ambalo kila Muislamu atakafanya. Hata Waislamu wa hapa fanyeni jitihada. Mtu anaweza kutengeneza hospitali ya Kiislamu akasaidia maimamu akatibiwa bure, fanyeni. Maimamu wanahitaji msaada mkubwa. Maimamu karibu wote madarweshi, maimamu karibu wote madarweshi hawana pa kupatia. Imamu huyo hapa Sheikh Mahmud, saa 12 asalishi, saa 7 asalishi, saa 10 asalishi, magharibi 12 asalishi, isha saa 2 asalishi. Aya TSS gani atamwajiri mtu ambaye muda wote yuko msikitini? Baresa gani atamwajiri mtu wote muda wote yuko msikitini? Masaa 24 ya kupumzika yeye ya kwake, saa 1 asubuhi mpaka saa 6. Kuna mtu anaweza kuruhusu ufanye kazi saa 1 mpaka saa 6 kulipe mshahara? Yupo? Madarweshi hawana kitu, wanahitaji msaada. Lakini hawa maimamu wanatamani watoto wao wasome international school, wanatamani wakitibiwa watoto wao waende hospitali nzuri wakatibiwe, wanatamani wake zao wavae nguo za kuvutia.
Sio mke wa imamu tena kavaa nguo ilo jiribabi utafikiri mfuko wa mashine ya kusaga, muda wote linapuruza vumbi, akikupitia utafikiri umepitiwa na njemba, harufu ya kwapa utafikiri amechoma si maudi karaha. Sasa shida yote ya nini? Mke wa imamu anukie, imamu anukie. Lakini atapataje kunukia kama hana sosi za uchumi? Atapataje kuwa na huduma nzuri ya tiba kama hakuna kundi la watu wanaowatazama maimamu? Na wahusieni sana matajiri wa Kiislamu, jengeni vitu vya Kiislamu, muwape first priority viongozi wa Kiislamu, nao ni imamu na muadhini na mhudumu wa msikiti katika nyumba za Mungu. Mtafanya huko mbele, nafikiria huko mbele Mungu akipenda, muadhini naye nimpe fursa pia, nafikiria huko mbele kufanya hivyo. Ndio maneno atuita kwenye swala muda wote, tena bila imamu saa nyingine mpaka anasahau muda wa swala tayari, mpaka yule jamaa atangulia Allahu Akbar, kumbe anaenda kusalisha, ndo anavaa suruali yake anawahi msikitini au kanzu. Huyu naye muhimu vile vile huyu. Kwa hiyo nia yangu ni kuwekeza mazingira hayo, tuseme inshallah. Sasa msije mkanipiga vita, mnipe nguvu. Maana unaweza kusema jambo la kheri watu ndo wakapanga mipango ya kukupiga vita. Nipeni nguvu nisaidie jamii. Tumeelewana sawa sawa? Ni fikira ambayo pengine wenzangu waliotangulia hawakuwa nayo, lakini mimi nimekuwa nayo kwa sababu nimeshaianzisha. Mimi na hospitali iko South Africa mbili, moja iko Cape Town Case River, nyingine iko Johannesburg. Maimamu wanatibiwa bure. Na hospitali Mozambiki mbili, moja iko Msimbwa da Praia, nyingine iko Pemba Prevesia ya Cabo Delgado. Maimamu wanatibiwa bure. Dar es Salaam na hospitali maimamu wanatibiwa bure. Arusha na hospitali maimamu wanatibiwa bure. Mwanza na hospitali maimamu wanatibiwa bure. Dodoma na hospitali maimamu wanatibiwa bure. Nimeyafanya haya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio mchango wangu katika maisha yangu. Sina taaluma nyingine. Na kidogo nitakachopata kikifika mwaka naona naweza kutoa zaka, na mimi natoa fungu napeleka kwenye zaka, maisha yanakwenda. Na wewe Muislamu tuige. Unaweza kufanya jambo na unaweza kulitolea sadaka kwa makundi maalum, basi makundi maalum ya kuyatazama ni wajane, maskini, ni wajane, mayatima na viongozi wa misikiti. Wanahitaji msaada sana. Na kundi jingine lilosaulika kuliko yote, walimu wa madrasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hao ndo wana wakati mgumu kuliko kundi lolote. Hao ndo wamedhalilika kuliko kundi lolote. Mwalimu wa madrasa kasahauliwa, bora hata imamu msikitini anaweza kuchangisha. Jambo limekuwa gumu, kaja mtu mnaweza mkazungumza ukachangisha, ukaambia waumini nina shida kadha kadha nisaidieni, wakakusaidia. Imamu unaweza, mwalimu wa madrasa anamchangisha nani? Watoto wenyewe wanaokwenda pia wapewa kanga mbovu. Juzu imechanika. Matokeo yake mwalimu wa madrasa anavyoishi maisha magumu ndo kama hakuna kundi la kumtazama, kuna siku anatoka nyumbani hata uji hajapata. Sasa ngoja afike nyumbani, tembeza mikwaju mpaka mnajuta. Ni binadamu na yeye ana stress, alafu mmekaa pale vilio vyenye kaa nyenze. Nimefurahi sana madrasa hii, nimekuja nisoma watu wanasoma kwa viwango. Madrasa chache sana zinasoma hivi kwamba hapa grade fulani, hapa grade fulani. Ziko madrasa zingine Mungu katutihani, chumba kimoja wale wanasoma la mtaala, wale pale alifu, wale pale alfatateni, hapa wanasema ikra hapa. Sasa wakianza kusoma kwa sauti kaa nyenze wameingiliana ngenge. Waislamu tumeudharau sana Uislamu wetu. Sisi tuna shida gani sisi? Tumerogwa wapi? Kwa hiyo tutakuwa na huduma hiyo, semeni inshallah. Natarajia Allah akipenda tufungue kliniki hapa ambayo itakuwa na vitengo viwili. Huduma ya tiba za kisayansi kwa maana ya kibiolojia, na huduma ya dua kwa upande wa dua na matibabu ya sihiri. Dawa zote tutakazotumia ni dawa za mimea asilia, dawa za kisuna na zile za mimea asilia tulizorithi kutoka kwa babu zetu, ambazo kwa misingi ya Uislamu sio haramu. Tumeelewana sawa sawa? Tunakwenda vizuri? Kwa hiyo niombeeni sana dua katika hilo. Mwisho nitoe tangazo tena, nilirudie kwamba Mungu akipenda tutakuwa na kongamano la kina mama na dua maalum kwa wanawake wote wa Mombasa, wenye matatizo, wenye shida, wenye haja.
muende mkawaambie majumbani. Tangazo hili mkawaambie kina mama majumbani, katika ukumbi wa Bin Zaid kuanzia saa 3 asubuhi siku ya Jumapili ya tarehe 10 mwezi wa 6 2018 hadi saa 7 mchana. Tutakuwa na mada 2 na dua maalum, na hii dua maalum itafanywa na mtu maalum. Nani watamuona kina mama hapo hapo? Tuseme inshallah. Mada zitakuwa 2. Ya kwanza tutazungumzia njia za uzazi wa mpango, faida na madhara yake. Tunataka kuongea na kina mama juu ya athari ya njia za uzazi wa mpango, waende wakawaelimishe mabinti zetu wadogo wadogo ambao wanavunja ungo na wameshaingia katika dhambi ya zinaa kwa spidi kubwa sana. Kwa sababu dhamira ya kutangazwa uzazi wa mpango na kupigiwa debe katika kila kona ni kuwashawishi watu wazini na waogope ukimwi na magonjwa ya zinaa, lakini wasiogope athari za zinaa mbele ya muumba wao. Tafiti ya kisayansi inaonyesha 70% mpaka 80% ya watumiaji wa njia za uzazi wa mpango ni watu wenye umri under 23, chini ya miaka 23, ambao wengi hao ni wanasoma, wako mashuleni, ambao hawajaolewa lakini wanatumia kondom wasipate mimba ili wazazi wao wawaone wako salama. Wanatumia vidonge wasipate mimba, wazazi wao waone wako salama. Wanachoma sindano, wanatia lupu na vitanzi na pamoja na vipandikizi ili wazazi wao waone wako salama. Lakini kama ungefanyika inspection kwenda kuwakagua katika maumbile yao, au wote chini ya under 23, ukiwakuta wasichana 10 chini ya under 23, yani under 23, waliobakia na sildi zao hawazidi 5, hawazidi 3, katika 10 hawazidi 3. Wengine wote tayari Messi keshafunga goli katika timu zao. Nakwambieni ukweli ndugu zangu, mabinti wetu wengi wameharibikiwa. Sasa mzungu yeye nia yake ni kuwataka vijana mabinti wa Kiislamu wawe wazinifu tu basi. Ndio maana wanatangaza sana kondom. Sasa we baba, muda wa kukaa na mtoto wako muongee juu ya swala la matumizi ya kondom na zinaa. Culture ya Kiislamu inagoma, culture ya Kigiriama na ya Kipwani inagoma, lakini muda wa kukaa nao huna. Acha tukawafundishe wake zako, acha tukamfundishe mkeo au mwanao mwenyewe akiwa pale, madhara ya matumizi ya dawa hizo, madhara ya matumizi ya njia hizo, athari anayoipata juu ya zinaa na majibu atakayotakiwa kuyajibu kwa Mungu. Itasaidia sana. Akija mkeo atamfundisha mwanawe, akija mwanao atasoma mwenyewe. Himiza watoto wako, dada zako, binamu zako, shangazi zako waje wahudhurie katika darasa hii muhimu siku ya Jumapili ya tarehe 10 mwezi wa 6 2018 saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Tuseme inshallah. Lakini pia kutakuwa na mada ya ndoa. Tumemwalika mhadhiri maalumu, mtaalamu wa mada ya ndoa kutoka Tanzania. Atakuwepo siku hiyo. Anakuja na ndege ya mchana kesho. Katiwa tiketi kwa ajili ya kongamano hilo tu la kina mama. Tutawaelekeza namna ya kumtreat mwanamume. Ukimuona mwanamke anakuita jina lako Abdallah, Isa, huyo hajaijua ndoa. Wallahi mwanamke anayejua ndoa hawezi kukuita Abdallah, hawezi kukuita Isa, wala hawezi kumuita Baba Juma, hawezi. Ukimuona mkeo anakuita kwa jina au wewe unamuita kwa jina mkeo, we fulani, nyie bado hamjajua starehe ya ndoa. Starehe ya ndoa ni mume wangu, mke wangu kwa kwenda mbele. Ukishtuka tu mke wangu. Sasa mimi nataka ifike mahala wanawake wa Kiislamu wajue hilo. Watu wa pwani wengi mnaitana kwa majina na wake zenu. Uongo kweli? Wengi watu wa Coast mnaitana kwa majina na wake zenu. Mtu anakuita eti umekaa pale na vijana wenzako na washikaji zako na majamaa zako, we Abdallah. Abdallah? Atakiwa kitoa pua tu aseme mume wangu, alafu sura zote zinamuelekea, alafu wewe unajua yule mke wangu mimi. Unatoka kidume dume, nimeitwa na mke wangu. Sasa yuko mtu mtaalamu wa kunyoosha akili za wanawake. Atakuja kuzungumza na wewe. Atakubadilishia jicho kana ugua degedege baada ya Jumapili. Unawekewa chakula huku jicho linabadilika kama mgonjwa gedegedege.
Wewe mwenyewe unafanya kujiuliza, sijui nikale chumbani, sijui ndiye hapa. Shanielewa wewe? Au hujanielewa? Umenielewa vizuri, usinielewe makusudi tu. Lakini katika darasa hiyo ya kina mama tuna zawadi maalum tuliwatangazia hapa, inaitwa V24. Ni dawa maalum ambayo kina mama watauziwa kwa 500 ya Kenya. Dawa maalum hiyo. Dawa hiyo ina kazi 4 kwa mwanamke. Kazi ya kwanza kabisa, inaurudisha mlango katika hadhi yake. Zamani ilikuwa mlango ile miwili inafunguka yote. Sasa utafunguka ule mdogo tu. Ukitaka kupita upande upande. Sio ukitaka unatoka nje utaka kuingia ndani utafikiri unaingia kwenye mpira, unaingia kwenye goli. Sio, umenielewa? Mlango ule unarudishwa, ule unabanwa. Alafu patapigwa deki. Harufu zile za vumbi za ndani na maji zote ziondoke. Sometimes kwenye ndoa lazima upate muda. Utembee mpaka Ikuru, na raha ya Ikuru utembee kwa mikono yako bwana. Si umenielewa? Sasa unaingia Ukuru tena unakutana na takataka, utafikiri jari limetupiwa takataka, kuku waliooza. Pawe pananukia Ikuru. Lakini bakteria na takataka zote ambazo zingekusababishia maradhi kwake na kwako zitauawa kwa dawa hiyo. Ataondoa UTI, ataondoa na RTI. UTI ni urinary tract infection. RTI ni reproductive tract infection. Maambukizi katika njia ya uzazi na maambukizi katika njia ya haja ndogo. Hii dawa itaua bakteria. Mkeo atakuwa salama.